Arosia mwanya ni gwetekira kunyitana na ndiugo hukwa no TV ndocokere gicundikiria tukoragwo na mugeni muthenya wa mwanya twina chairman wa kiama gia TNA na ni mubunge wa guthuki kuria bunge nene niwe tukona ake muthenya wa muthiririkana na utwari kutukira na baitu ya ndumiriri kana nginya utuhorera thimu imwe ku imwe na baitu dicenjeti ni kifogo mugwanja kifogo ithano nyitana na idwe twarerie maingi megi utati. Karibu sana mheshimiwa. Thank you muno. No TV. Thank you muno. Acha nifanye introduction. Fanya. Adaweto Muriega. Najetago Sakaja. Ni chairman wa kiama getu kia TNA. Tuhamwe. Asante. Nimefurahi sana kwa hapa. Nimekuwa najaribu sana kuja kuongelesha watu wetu. Huku Inoro TV. So leo nimefurahi nimepata kunialika kuja hapa. Karibu sana. Yes. Asante sana. Labda tuanzie na swala la matamshi ya chuki. Kuna baadhi ya viongozi wa Jubilee ambao wamehusishwa na haya matamshi. Moses Kuria, Ferdinand Waitito, Kimani Ngojiri. Ni hatua gani nyinyi kama chama cha TNA ambayo mtachukulia hao viongozi? Wacha niseme vitu viwili kwanza. Jambo la kwanza ni kwamba najua kuna matamshi ambayo wamesema na tuko na idara za serikali, tuko na polisi, tuko na koti ambayo tunaamini itakuwa koti ambayo ina haki, ambayo imeshachukua hizi kesi. Tumeona wamewekwa kwa siku nyingi zaidi kuliko kawaida. Kawaida ukiwa na kesi kama hiyo in 24 hours lazima iwe imesikizwa, sio kuweka watu tu wakae kwa police station bila hata nafasi ya kutembelewa au kupelekewa kitu chochote. Lakini tunataka tuwe na haki, kwa sababu unajua kunaweza kuwa na matamshi ambayo yamesemwa. Kwa wale wanaelewa lugha wanajua ile kitu ambayo ilisemwa. Na labda hata translation sio ati ilifanywa vile inapaswa, lakini lazima tuwe na haki katika taifa letu. Rais wetu ambaye tunampenda sana, Uhuru Kenyatta, na makamu wake William Ruto, kila siku wanasema hakuna kitu muhimu kwetu kama Wakenya kuliko kuungana, kuliko kuongea lugha moja, kusema sisi ni Wakenya. Kwa sababu leo hii, kwa sababu ya matamshi ama hii ama ile, shida ikitokea katika taifa letu ni watu wetu wataumia. Kila mtu ataumia, sio Jubilee, sio CORD, ni kila mahali. Naweza kupatia mfano leo asubuhi nilipigiwa simu na moja viongozi wetu wa Kibira wa TNA coordinators. Na alikuwa ananiuliza sisi tuhame leo ama tusihame, kwa sababu tuko na wasiwasi. Kwa sababu ile hofu ambayo imeingia watu katika mioyo yao, hawa watu wengine wanaanza kutupangia sijui kama tutoke ama tusitoke. Watu wako na wasiwasi. Kuangalia watu wetu Rift Valley pali nyingi, unajua hii amani ambayo tuko nayo kwa taifa letu lazima tuilinde, na tuilinde kabisa. So kama kuna matamshi ambayo yanaweza kuwa yameinsight watu pia, na tunaambia viongozi wote wa Jubilee na wa CORD tupunguze hizo temperature, hazitasaidia mtu yoyote. Lakini pia viongozi wa CORD lazima wajue, kwa sababu tumenyamaza, wasione sisi ati hatuna watu. Sana sana hapa Nairobi, unajua ile siku wanaleta watu kwa maandamano, si kila siku naambia watu wetu nyinyi mtulie, kwa sababu hiyo ndio wanataka kuona. Unakumbuka juzi wakiwa bunge na rais walikuwa wanaongea katika bunge, walianza kupiga firimbi ili sisi tuwarukie, tupigane, iwe chaos, waende waambie wazungu unaona Kenya hakuna serikali, hakuna sheria, na mambo ni mbaya, wacha tuwe na serikali ambayo tunaungana si wote. Mheshimiwa, kama unasema hamwezi shindana na wao kwa mambo mabaya, kwa nini hamjaita hawa viongozi wa Jubilee ambao walio chini ya Jubilee muambie haya matamshi ni mabaya? Tulikutana kama parliamentary group ya Jubilee. Wakati tulikuwa tuongea mambo ya hii kuzungumza katika bunge, mambo ya IBCTC. Na tukasema kila siku wanatuchokoza hawa watu wa CORD, na sisi tukitulia kama watu wazima, CORD wanapoteza kura. Na wamezidi kupoteza, na wamezidi kufanya watu wetu waone kweli hawa tu sio watu wazuri. So pia sisi tusianguke ati sasa tunataka kuwa kama hao. Unajua wanasema nguruwe mbili zikipigana, ukitaka kupigana na nguruwe utaingia kwa matope, uchafuke pia wewe, na nguruwe itakuwa ina enjoy, itafurahia, itasherekea. So naambia watu wetu, naambia viongozi wetu, na tumezidi kuambia hata kibinafsi, tulikuwa naongea na wote, jaribu tafadhali. Unajua tumekasirika sana, ni vile tumenyamaza. Sisi na tuko na watu Nairobi, tuko na watu wengi sana, lakini tunaambia an eye for an eye, kila mtu anakuwa kipofu. Unaona? Na sisi ndio tunaongoza taifa letu. Kama shida itatokea Kenya hii, dunia mzima itasema
katika uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta, Kenya ikaanguka. Uchumi kianguka, nani anaumia? Unajua? Kama leo tukisema ati watu waseme ati tuchome Nairobi, akinani ndo kuna manyumba Nairobi. Si watu wetu. Akinani wanafanya biashara Nairobi. So let us not fall. Tusidanganywe tufanye ile kitu wanataka tufanye. Lakini mheshimiwa, hujatuambia ni hatua gani ambayo mtachukuliwa hawa viongozi baada ya hii kesi yote kuisha? Nyinyi kama TNA, unajua kwa sheria kuna kitu inaitwa sub judice. Sub judice ni kama kesi imechukuliwa na koti. Hakuna idara nyingine ama chama ama any other institution ambayo inazaingilia kati. So sisi lazima tusubiri, kwa sababu pia sisi tunafuata sheria. Na tunaambia watu, hata viongozi wa hiyo upinzani wafuate sheria. Tunafuata sheria, tusubiri tusikie uamuzi wa koti, kisha sisi kama chama tukae chini tuseme sasa vile koti imesema sisi tutafanya uchunguzi gani ama tutawahimiza aje kila mtu atulie. Lakini tunaelewa ile uchungu ambao iko na watu wetu. Hapo mbeleni kuna wakati mlikuwa mmesema mtapeleka Moses Kuria kwa kamati ya nidhamu katika chama cha TNA. Na alipelekwa wakati ambapo kulikuwa na mambo huko Gatundu South. Mambo ya NYS, na kuna matamshi ambayo alisema, unajua ile inaonekana akisema kama kuna mtu hataki hivi na hivi panga itumiwe etc. Lakini tukasema kwa sababu sisi ni chama ambao tunaongoza serikali ya Kenya, lazima tuwe chama ambao inatoa mfano kwa watu wote wa Kenya. Na ndio maana tukafanya disciplinary committee, ikakuja ikasikia, ikaangalia evidence, ikasema kweli kwa ile evidence ambayo walikuwa nayo na ile threshold hakuna kesi ambayo inaweza endelea. So tuko na hiyo process. Lakini ukiona viongozi wa CORD kwa mfano, kama juzi ya Ladu alisema ati lazima Raila ili awe president watu wauane. Unakumbuka? Alisema hivyo. Lakini tofauti na yale ambayo Moses Kuria alisema. Unajua akipelekwa yeye alisema. Alisema lakini chama cha ODM haikufanya any disciplinary process. Hata yeye ndo alizindikishwa kupelekwa kotini na nani? Na kiongozi wa chama chake Raila Odinga. Hii mtakuwa tofauti, kuna hatua mtachukulia Moses Kuria kwa hiyo matamshi. Sisi tutangoja tusikie uamuzi. Unajua katika sheria yetu ya Kenya, na lazima tujue tunazingatia sheria. Tunasema kabla hujahukumiwa wewe uko na makosa, you are innocent until proven guilty. Na lazima tutafuata sheria vile iko. Lakini kama chama tumesema, ukiangalia manifesto ya Jubilee ambayo ilikuwa launched na president wetu Uhuru Kenyatta na deputy, the first pillar ya kwanza ambayo tunasema ni umoja. Vile tulienda Afra Stadium tulikuwa tunaongea nini? Umoja wa Kenya. Na umoja wa Kenya hakuna kiongozi ambaye tunaweza muangalia tofauti iwe ni nani ama ni nani kama anafanya chochote ambacho kitavunja amani ya Kenya. Lakini pia kama ndugu zetu na watu ambao wanatutetea, lazima tusiwadhulumu zaidi. Kama koti imeshawadhulumu, lazima tusikize side yao. Lazima wao pia waje waseme okay, mimi nilimaanisha hivi na ni kwa sababu hii. Na unajua saa nyingine hata kama mtoto wako amefanya makosa, haumpigi huko nje hadharani. Ukimfukuza unampiga ukimleta nyumbani, ili ndani ya nyumba uweze kutatua shida hiyo. Kwa nini kufikia sasa hakuna kiongozi awe chini ya Jubilee ama mrengo wa CORD, hakuna kiongozi ambaye amechukuliwa hatua ya kisheria kutokana na matamshi ya chuki humu nchini? Unajua tumeona kuna mapengo katika sheria ambazo tunazo. Leo nimekuwa naongea na bwana Francis Kaparo ambaye ni chairman wa kamati ya NCIC. Na ananiambia kwa sababu kamati yangu bunge ndio inaangalia mambo ya cohesion. Kaniambia unajua ile sheria ambayo tunayo leo, ile definition ya hate speech ni ndogo sana, ili mtu ni rahisi sana ajiondoe. Kwa hiyo kwanza, kama haujataja kabila lingine wanasema sio hate speech. Na hao NCIC wenyewe hawana meno ya kuuma. Unajua hawana hizo nguvu, hawana hizo powers. Ndio maana nimemuita, na kesho na najua mtafuatilia, watakuja bunge katika kamati langu la uwiano, na niko na senators na National Assembly members waje tuongee, tusikize, kwa sababu kuna sheria hiyo ya NCIC na njia gani unapeleka mtu kotini, ili pia viongozi wengine wafunzwe. Tusivunje amani ya Kenya, tusivunje amani. Lakini sheria nyingine ambayo lazima tubadilishe ni sheria ambayo inatoa mwelekeo ya njia gani kama uko na demonstration, kwa sababu katiba inasema mtu yote anaweza fanya demonstration. Kama uko na demonstration, ni njia gani utafuata, utafanyia wapi, mpangilio ni gani, polisi watakulinda. Kwa sababu unajua, kwa mfano kuna huyu mama ambaye amejitolea kufanya biashara na ni mama mjane, ameenda akakopa pesa kwa bank 4 million, amenunua matatu ambayo alikuwa anaendesha, dereva alikuwa anaendesha,
vijana ambao upinzani wameingia kwa matatu wanaichoma. Unajua? Na nimefurahi sana, at least tumeweza kumsaidia nayo matatu. Mimi nimelipia wakili ambao kesi inaendelea. Ukiuliza watu kuna vijana wa Jubilee inasemekana pia walifanyia Raila, hata hao pia wapeleke kotini. Lakini ile kesi ambayo mimi nimesponsor na ni wakili wangu wako hapo na matatu Owners Association na yeye, ni kwenda kotini kusema kama mtu anapanga maandamano yoyote awe katika awe code popote kwa sababu Kenya ni moja, awe Jubilee au code, na katika maandamano hayo kuwe na upotezaji wa mali, yadha watu wa vurugu, kama tuliona Kisumu ile ma supermarkets walitupa mawe Naivas na Tumaini, kama mama huyu kama mwenye akona matatu, ama wafanya biashara wako town wanaibiwa masimu na hawa watu, ama hawkers vitu zao zinakanyangwa, lazima walipwe fidia, wafanye compensation na yule mtu ambaye amefanya demonstration. Asante. Na hiyo ndio kesi ambayo tuna kotini. Lakini pia ni sheria, tukiendelea lazima tuongeze. Zile nchi ambazo kama Amerika, ukienda Amerika utapata kila siku kuna demonstration. Lakini utapata mtu ati watu wamejaza barabara, iko pale designated ya kufanya demonstration. Unajua? Kwa sababu Bill of Rights inasema mtu akona haki. Lakini haki yangu ya kufanya demonstration isizuie mtu mwingine haki yake ya kufanya biashara, kujitafutia riziki yake na watoto wake. There's no right that is above another right. You understand? Now, hiyo right yako kama leo nazama mimi niko na haki ya kutupa ngumi. Lakini haki yangu ya kutupa ngumi inaisha pale mapo yako inaanza. Kwa sababu uko na haki yako pia. You understand? So hizo ni sheria ambazo lazima tuangalie. But ultimately tunaambia watu wetu, tafadhali tuwe watulivu. Tuko na serikali, msiwe na wasiwasi. Rais anafuatilia maneno hii yote, na hakuna mtu ambaye kwa sababu ya kutafuta uongozi kwa njia yoyote ataleta vurugu katika taifa letu na kuangusha nchi yetu. Na hakuna kiongozi ambaye tutakubali, awe Jubilee, awe code, awe independent, kuvunja amani ambayo tumepitia mambo mengi kama taifa mpaka tukaenda ICC kwa sababu ya mambo ya amani. Hatutarudi hapo. Mwaka ujao nataka kuwania kiti cha ugavana katika kaunti ya Nairobi. Ndio. Mike Sonko ambaye ni senator kwa sasa anataka kiti hicho. Ndio. Nyinyi wote wawili ni viongozi wa mrengo wa Jubilee. Ndio. Mtapingana mkiwa Jubilee? Na kuna wengi wengine. Tuko nafikiri watu 4 au 5 ambao tunatafuta kiti hicho. Jambo la kwanza ningesema na niseme pia kama chama ni kwamba tutakuwa timu moja sisi wote. Mimi sipingani na Sonko au wale wengine wowote. Hao sio adui zangu. Adui yangu yule ambaye nataka kumtoa ni yule ambaye amekalia kiti leo, ambaye ananyanyasa watu wetu, ambaye anamaliza biashara, ambao wanaiba na wanafanya hiyo mambo yote. Mmoja ni governor sahi ni adui yako. Huyo kisiasa. Unajua siasa si adui. Huyo ndo nataka kumtoa. Hao wengine naona kama allies na kama partners. Sisi wote ni timu moja. Na kwa siasa ya Nairobi this time hatutaki tupoteze tena. Pia hatutaki watu ambao watakuja kutudanganya ati mimi nakuja na kura na hiyo kura haiko. Lakini hata mkiwa timu ni mmoja wenu tu ambaye anaweza wania hicho kitu. Ndio, itakuwa ni mmoja wetu. Hata tukitafuta mtachaguana lini? Tukitafuta urais last time, hata bwana William Ruto alikuwa anatafuta urais, Uhuru Kenyatta alikuwa anatafuta urais, na baadaye tukakubaliana na tukapata one candidate ambaye ndio saizi rais wetu, na tunafurahi. Katika Jubilee tumekuwa na democracy na tumezidi kuhakikisha tuko na democracy. Tunajaribu zaidi kuongeza. Najua tutakuwa na yule candidate sio tu ambaye atakuwa unajua ule anajaribu kugawanyisha ama kufanya mambo yote, lakini yule ambaye ataweza kushinda. Kwa sababu ile kitu ambayo tunatafuta sio certificate ya Jubilee, ni ushindi wa governor katika Jubilee. Nairobi County ni county ambayo lazima iwe katika serikali ili watu wetu waweze kupata nafuu. Na ile njia ambayo tunaweza kufanya ni tufikirie Nairobi tuko na jamii nyingi, lazima tuungane, lazima tuone ni vipi tutachanganya hapa na pale ili tupate idadi kubwa ya kura, na tuone viongozi wenye maono, wenye wanajua shida za watu wa Nairobi. Mtatumia njia gani kuchagua ili mjue ni nani kati ya viongozi wote wa Jubilee ambaye atawania kiti hichi? Tutaenda kwa watu. Lazima tuende kwa wananchi. Lazima tufanye mchujo mwaka ujao. Na vile naambia candidates wote, tembeeni, ongea na watu, uza sera zako, onesha wewe ni kiongozi wa aina gani. Wananchi wanajua ni kiongozi wa aina gani ambao wanataka. Na jambo ambalo nafurahia sana, kwa sababu unajua kwa huu muda wa miaka 3 nimekuwa bunge. Na nikiwa bunge kuna miswada ambayo nimepitisha na nimesukuma. Mswada wa kwanza of course ilikuwa ile 30% ya biashara kwa vijana na kina mama wapate nafasi ya kufanya biashara. Ya pili ni mambo ya wajiri, National Employment Authority. Nyingine ya tatu ni watu ya banking. Ile kitu ambayo najua watu hawakuji Nairobi
unajua kuzuba. Kila mtu amekuja Nairobi kwa sababu siasa yangu kwa what my philosophy is ni kila mtu anataka kuishi maisha yake kwa amani, kujitafutia riziki yake na kugarantia watoto wake watapata siku za usoni nzuri, unajua a good future. And for that to happen, lazima tuwe na serikali ambayo kwanza inaangalia wafanyabiashara kwa hali nzuri. Na ni serikali ambayo imeunganisha watu wote. Nakwambia Nairobi hakuna portal ya kabila hii ama kabila hiyo. Hakuna. Ukakuwa governor leo, ni mabadiliko gani ambayo unaweza leta katika kaunti ya Nairobi? Jambo la kwanza ni kuhakikisha ya kwamba tuko na kaunti ambayo inaheshimu watu ambao wanafanya biashara Nairobi. Unajua kila siku unaona watu wanakimbizana na hawkers na nini. Nao ni hawkers ambao wameamua mimi sitakuwa mwizi, mimi sitafanya hivi na hivi, na anafanya biashara. Unajua ukienda Brazil, ukienda Rio de Janeiro, ukienda hizo nchi zote kuna designated areas yao kufanya kazi. Lazima tuwapatie pali zao za kufanya kazi ambazo hazitahitilafiana na wale watu wengine, kama ni watu wa matatu, kama ni watu wa maduka etc. Jambo la pili, na unajua ndio filosofi yangu, lazima tuwe na serikali ambayo inapatia vijana na kina mama nafasi za kufanya biashara. Ile sheria ambayo nilipitisha 30% inasema kila mwaka 330 billion inafaa kuwa ya vijana na kina mama kufanya biashara. Nairobi watu wanaipata? Hawapati. In fact wale wanajaribu wanakanyangiwa chini. Unaona? Na unaangalia watu kama ni watu wachafu, si watu wa biashara. Ukiangalia watu wetu huko Gikomba, ama ukiangalia Nyamakima, ile kazi ambao wanajaribu kufanya wanakanyangiwa chini, hakuna infrastructure. So lazima tuwe na infrastructure. Haya mambo ambayo unataja, tukiangalia Mike Sonko amekuwa akiongea sana, amekuwa akisema ataniwa hiki kiti, amekuwa akizunguka sana. Hatujakusikia sana ukiongea juu ya kuwania hiki kiti cha ugavana. Kwa nini? Kwa sababu unajua, na najua watu wananijua. Mimi mimi kijana lakini nimefanya siasa 11 years. Nilianza na Kibaki. Na kwa Kibaki nilianza kama dereva. Nikafanya kazi na Mwai Kibaki. Nikamaliza na Mwai Kibaki, na hapo ndo nikakutana na bosi yangu Uhuru Kenyatta, ambaye ni kama baba yangu na ndugu yangu. Tukafanya kazi na tukaunda chama. Chama tuliunda na miezi 10 tukashinda. Kwa nini tulishinda? Kwa sababu ya strategy. Siasa ni strategy. Ndio maana naambiwa tu hata mkiona hii mambo mingi sijui Raila nini, msio na wasiwasi, tuko na strategy. So siasa sio ati tu kelele na sijui, lazima uwe na mpangilio na ile kazi ambayo unafanya kwa leo. Unaona? So vile muda unasonga. Unajua sisi tunatembea, tunakutana na watu, wanafurahi, wanatusikiza, tunasikiza issue zao. Unajua kwa mfano kule Ruai watu wanasema siweji yote ya Nairobi inakuwa dealt with hapo, lakini hapo wenyewe hawana sewerage system. Kuna mikutano ambayo umefanya katika kaunti ya Nairobi nyingi sana. Mikutano tunafanya kama juzi tumekuwa Kayole huko Umoja, tumeongea na vijana. Nilikuwa na mkutano kwa sababu nimepitisha sheria ya kusaidia vijana na kina mama wafanye biashara, lakini hawapati hizo nafasi. So nikakuja na idara za serikali, Ministry of Devolution, watu wa procurement nini, wakawasajili, nikwambia ni njia hii na hii ambao mtaweza kuingia na mtapenya. Lakini nimechoka kufanya tu sheria, nataka sasa kuimplement hizo sheria. Juzi nimekuwa Mtindo wa Buruburu kuongea na watu ambao wanafanya biashara, tumekuwa Grogon kuongea nao mechanics, najua wamechimbiwa mashimo na wameblokiwa hata kufanya biashara yao. Ndio maana nasema sijui watu tunaelewana namna gani. Mtu anafikiria kuongeza pesa Nairobi ni kuongeza taxes ndio utapata pesa. Hiyo sio njia ya kupata hela. Unajua kuna watu tumekaa chini tumeongea nao kule Bahati, wanasema sisi tuko na shida kwa sababu hizi nyumba tumeishi, mababa yetu wameishi. Unajua kuna watu wa Nairobi wamezaliwa na mababu zao wamezaliwa Nairobi. Kama mimi nimezaliwa Ngara. Lakini wanasema sasa wanatuambia ati urban renewal, ati watu wetu sisi tuhame ili hii manyumba tutengenezewe, na unajua wataibiwa hii mashamba. Ulikuwa unasema mgombea mwenza wako atatoka Central Kenya. Umempata kufikia sasa? Bado. Na hiyo unajua pia kwa siasa kuna ile unasukuma mwenyewe na kuna nyingine unaachia wazee. Unajua? Na najua wakati huo tutakuwa tumesikia wananchi na wazee, na lazima nitapata mgombea mwenza kutoka pande ya Central. Unajua? Tumekuwa tunaongea na kina Waweru, kina Margaret, na mmoja wao unajua atakubali. Ungetaka nani wewe haswa? Unajua wacha niseme ni mgani naweza taka zaidi, ni yule ambaye ameingiana na wananchi. Unajua pia tutaki viongozi ambao ukienda kwa wananchi ni kama hawataki kuingiana nao. Nani huyo kwa maoni yako?
Unanijua mimi sio kiongozi wa kunini kutukana wengine or anything, lakini ninaangalia zaidi, na kuna wengine pia hawajajitokeza. Unajua kuna wale bado hawajatokea kusema wanataka kiti, so in due time tutaona wale ambao wanaingiana na wananchi, na yule ambaye una compliment character yako na yake, unajua kwa sababu hatuwezi kuwa sisi tu the same. Mimi ni wa aina hii, mimi ni mtu wa kutenda kazi. Mimi ni mtu wa results, na results nimefanya. Kwa sasa hiyo chama mliona vile tuliongeza chama. Unajua? Na unajua kuna viongozi wanasema lazima this time tutafute mtu wa kabila letu ili atulindie mali. Na mimi nilikuwa natembea naambia watu, kwanza vijana wako hapo. Anawaambia sikiza, kama saa hizi kwa hii serikali unanyanyaswa na governor, mnajua ni Evans Kidero. Ni nani katika serikali yake ambaye ananyanyasa? Si mtu wa kabila hiyo. Ni hivyo. Naambia tena ya pili, kama kabila ni siasa na siasa ni kabila, na mimi sikubali mambo ya kabila. Ni mimi nimekaa na Kibaki na my whole political career. Hata watu wangu wa Western zamani walikuwa wanasema umepoteza network. Lakini sasa wanasema lakini kweli inakaa kuna pale uliona. Na sasa tunakufuata. Unaona? Lakini naambia kama siasa ni kabila na kabila ni siasa. Kuna wale hata hawajai pigia uhuru, hawajai kuwa na sisi. Wengine wamekuja juzi na wanasema sasa after all this work I've done, kuna watu wananiambia wewe sakaja hata wewe si mtu wetu. I don't think it will go that way. Okay. Tukimalizia kuna hili swala la vyama vilivyo chini ya Jubilee kuungana ndio vikuwe chama kimoja. Ndio. Kwanza ni jambo muhimu. Na najua nimekuwa naongea na coordinators wetu wote wa TNA katika taifa mzima. Ni muhimu kwanza watu waelewe ni kwa nini tunaunganisha vyama. Na ni kwa sababu hiyo filosofia ya siasa ambayo mimi naamini, rais wetu anaamini. Katika taifa letu leo hii, ukiliza Wajaluo chama yao ni gani, watakwambia. Ukiliza Wakamba chama yenu ni gani, tunaijua, si ndio? Sisi Waluo tuko na kama 4 ambao tunasema ni hizi ndo zetu. Wakikuyu wako na vyama humu nchini wanajiweka na ukabila. Hiyo ndio sababu tunaungana. Kwa sababu ukiliza Mkenya na chama ya Wakenya ndio gani, watasema ni chama gani. Tumesema ni lazima tuunganishe watu wetu, ili yule mtu ambaye yuko Lokware na Kuse Turkana aseme mimi chama changu ni Jubilee, na yule mtu ambaye ako Magana Nyeri aseme mimi chama changu ni Jubilee, na yule ambaye ako Ikolomani Bushangala village yangu Kakame wote. That is the only way we move together as a country. Hakuna njia nyingine. Hii siasa ya sisi tunakaa hapa nyinyi mkae, sisi ni Kenya moja. Kuna sababu Mungu alituweka hapa. Si ati tuko tu watu milioni 40 tulimwagwa tu pale moja in the same border. Na mimi nimetembea Kenya hii. I promise you. Ile njaa mama anasikia, ama ile uchungu mama anasikia akiwa Mugweri, kwa sababu mtoto wake hajaweza kupata chakula, ni sawa na ile njaa mama anasikia akiwa Kisumu. We have more things. Kuna vitu mingi zaidi ambazo zinatuunganisha kama wa Kenya kuliko zile ambazo zinatutenganisha. Kuna wale viongozi wako chini ya Jubilee ndio hawataki wagani. Viongozi wagani? Kama rais mwenyewe amesema hii ndio njia tunafaa tuende. Makamu amesema, sisi viongozi wa vyama tumesema, tunaongelesha wananchi, wanasema kama muona hiyo ndio njia. Na unajua hatuangalii siasa tu ya mwaka mmoja hii. Tunaangalia Kenya in the next miaka 20, miaka 30. Ni njia gani? Last year, na najua wakati umetuacha, mwaka uliopita Obama alikuja Kenya. Na pia Pope alikuja Kenya. Wakisema Kenya ni nchi ambayo ni nchi itaenda mbali sana na itanawiri, lakini kuna vitu mbili lazima tudini nazo: ufisadi na ukabila. I promise you, kama sio siasa hatungekuwa na ukabila ambao tuko nao leo. Asante sana. Lazima tulete watu wetu pamoja. Na tupatie, kwa sababu najua watu zaidi Kenya mzima na pia Nairobi aswa wanataka watu call services, huduma. Unajua ilikuwa jambo la uchungu sana wakati tulienda Huruma. Najua ulisikia hiyo tragedy. Mimi nilikuwa nimeenda nyumbani kwangu kulala, nikapata watoto wangu wamelala, bibi yangu wamelala. Nikaanza TV na naona watu wameangukiwa nyumba. Tukaenda huko tukabeba miili ambao watu wamekufa. Kwa nini walikufa? Ufisadi. That is why we must unite. Naambiwa masaa yetu yanaisha. Asante sana. Asante sana. Thank you so much. Mzio na wasiwasi, tuko in charge na Jubilee bado itanawe. Thank you. Asante sana. Asante sana. Hano zo kinya dereti tumanya omothe tumana moikari gitikana chairman wa kiama gia TNA na naibu bunge wa guthukio koria bunge nene tugiathie na mbere na dereti no tigani mathaa maratuikia muno makiria. Windows wangu yari mukiro ri ungi wa studio atumenyirie maria mange twatigie metha-ini itu ya mohoro.